Sikujua kuwa kila kesho ya mwanadamu anayo Mungu. Leo najutia. Na pia Mungu akikupa kilema na kupa na mwendo. Leo umepona tena. Nimempoteza mume mwenye uwezo kusimama kama baba. Kwa hiyo hatima ya maisha yangu mimi ni ipi? Ni kweli Sonia mimi nimeishia hapa? Ni nini hiki kinachotokea katika maisha yangu? Mbona kila kitu kimekuwa ghafla sana? Madevu, utanilipia kila ulichonifanyia. Huaga sinaga msamaha kwa watu wa aina kama yako. Mganga, popote ulipo, naahidi utalipa kwa kila ulichonifanyia. Siwezi kuishi kwa mateso, alafu nyinyi mnaenjoy. Dada. Uko sawa kweli? Kwani ukiniangalia unanionaje labda kwa mfano? Unaona niko sawa usiko sawa? Yaani ukiniangalia wewe unaona mimi niko sawa? Hebu potea katika macho yangu. Muone kwanza. Kaka mdogo, uchawi tu. Uchawi tena? Sasa uchawi umekujaje hapa dada? Sikia nikwambie dada. Unajua sisi ni binadamu. Tena ni Watanzania. Na tamaduni zetu ambazo tumefunzwa. Uwezo kumuona Mtanzania mwenzako yupo katika hali kama yako, afu ukamwacha tu apite. Huyo naona anaweza kunisaidia kiasi fulani hivi. Samani, naweza nikakusaidia mzigo wako? Utakuwa umenisaidia sana. Mizigo imenielemea. Sina msaada mimi. Sina hata pa kwenda. Nitashukuru sana. Usilie kasa. Unajua mwanamke mzuri kama wewe upasi kuumia na kulia kama hivi. Hivi wanaume kama sisi tu. Na unachotakiwa kujua ni kwamba wanawake nyewe wote mmetoka katika babu wetu kushoto. Mjinga wewe. Unafikiri unaongea na mtoto wa kidato cha kwanza hapa? Ila utanifaa katika maisha yangu mpya. Sawa, nimekuelewa. Nashukuru. Hakika wewe ni mkarimu sana. Oya, nimekwambia tembea na Biti, sawa? Mimi sitaki tena kugombana na rafiki yangu. Hivi Kizito, unaniona mimi kama chizi, si ndio? Yaani uniharibie maisha yangu, alafu niache kama hivi, kirahisi tu? Awe. Warai. Kama kuharibikiwa, basi tutaharibikiwa wote. Unasemaje wewe malaya? Hivi Remi, umesahau wewe na kazi yako? Yaani uliamini mimi Kizito nitakupenda wewe dada poa wa bei ya jioni. Nye watu, sijui mpoje. Huu muda wote mmeuharibu vibaya sana. Yaani sana zaidi ya sana. Kilichobaki ni kukaa chini na kujua ni jinsi gani mnatengeneza. Kizito, Remi, nyinyi nyote mmekosea sana. Rahasa hakustahili haya ambayo mmemfanyia. Haya, na wewe kinachokuhusu hapa ni kitu gani? Hebu toka huko. Hapana Remi. Mimi sikuongea hivi kwa ubaya. Nimeongea tu
ili tuliweke hili jambo sawa. Lakini kwa kuwa umekasirika. Okay, Kizito. Naona Remi kashakasirika. Mimi nilikuwepo. Na wewe mfuate. Sitaki kukuona hapa. We! Niende wapi? Siendi popote nakwambia. Kumbe ulikuwa hujajua kama mimi ni amnazo, sieti? Sasa siendi kokote. Yaani hapa ndo nimefika. Aha. Mwanamke ni mwanamke tu. Utatoka. Sasa ngoja nikuoneshe. Remi. 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 Amka basi. Mama. Remi. Nimeua. Remi. 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 Utakufaje hivi kizembe sasa? Okay. Nimepata wazo. Sasa haitakiwi watu wamkute ndani. Karibu sana baba Karobo. Na hapa ndo makazi yetu mapya. Na hapa ndo nyumbani kwa sasa. Kwa hiyo mamdogo mdoli, na mimi nitakuwa na chumba changu, si ndio? Ndio Karobo, hilo halina shaka. Tena nenda sasa hivi kwa kiangalia chumba chako. Upande ule wa kulia, chumba cha mwanzoni, sawa? Sawa. Mbona useme kitu baba Karobo? Mdori, unajua mpaka sasa hivi siamini kabisa. Hivi ni ndoto ama ni kweli? Maana kama paradiso kwenye makazi ya milele ambayo kila mwanadamu anayetenda mema duniani ameijua kuishi huko. Aiseni kuzuri. Baba Karobo. Naam. Hebu funga macho yako. Kisha ufumbue.
na hapo ndipo utaamini kama hapa ni kweli ama ni ndoto. Ni kweli. Kumbe ni kweli sioti. Nakupenda sana baba Karume. Wewe ndo mwanaume wa maisha yangu. Na sitamani kabisa kukupoteza. Cannot be reached. Please try again later. The number you have dialed cannot be reached. Please try again later. Emi mwanangu, uko wapi sasa? Mbona moyo wangu una wasiwasi sana juu yako? Mama, vipi? Una usalama kweli? Afadhali umefika mwanangu. Dadako ameondoka toka asubuhi akiwa hana furaha kabisa. Yaani alikuwa na hasira mno. Hajarudi mpaka muda huu. Na namtafuta kwenye simu yake hapatikani. Mama, usiwe na wasiwasi, labda ameenda tu kwa mashughuli zake. Ameenda kupata utulivu tu kidogo. Ni kweli mama, usiwe na wasiwasi, Remi atarudi. Ndo azime simu kabisa. Yaani moyo wangu hauna amani. Mbona nahisi kama jambo baya limemtokea binti yangu? Mama, usijipandishe pressure kiasi hicho. Unajua Remi ni mtu mzima. Anajua nini anafanya. Hebu usiwe na wasiwasi, ngoja nikamwangalie kwa shemeji kwanza. Alafu nitakuja kukupa jibu kama nimemkuta au la. Sawa mwanangu. Fanyeni hivyo haraka. Sawa mama. Narudi somo mrefu. Haya sawa. Basi mama, sisi tunaenda. Sawa wanangu. Hapa. Nini kimekuleta hapa? Bro. Hebu acha zako basi. Ina maana sitakiwi kuja kukusalimia. Anyway, nimekuja kuzungumza na wewe juu ya swala la Remi na Kizito. Rasa. Remi hana kosa kabisa. Sihitaji kuwasikia tena hawa watu katika maisha yangu. Ngoja nikwambie kitu kimoja mdogo wangu Eugene. Ukiingia katika mahusiano ndio utaelewa nini maana ya mahusiano. Lakini kwa sasa
hauwezi ukaelewa. By the way, ngoja nikwambie kitu kimoja. Karo wangu mmoja katika maisha yangu. Kwa hiyo nina furaha sana. Acha zako basi. Karo, huyu shemu wa dunia. Sitaki kuongea sana. Twende kamuone. Eugene? Karo. Katoto kateke mpaka balaa. Yule ni type yangu kabisa. Natamani kujua hata jina lake jamani. Aisee, nikimpata yule siku anayokubali ndio hiyo siku naoa. Nani? Haikuwa rahisi na sikuwa sawa tangu pale ulipopotea. Nilikuwa na kesha kutwa nikiwaza, sijui lini utarejea. Maumivu, majuto yalinitawala, najua mimi ndo nilokosea. Penda bila kukutuma binti yangu, yale yote singetokea. Ila nashukuru uko salama,
Furaha yangu kukuona mzima, nilikumisi sana na sikuchoka kukutaja kwa kinywa. Asante na Maulana, bila ya wewe hakuna uzima. Mdoli, asante sana kwa kutupambania kwa kina. Furaha yangu imerejea, niliyokuwa nangojea. Na kama kusoma shule utarejea, baba yako nimepona na ninatembea. Nakupenda binti yangu, binti yangu, binti yangu, binti yangu, binti yangu.